Sababu 5 kwa nini kila mara unampenda mtu kupitiliza. Namba 1, mpweke mara zote. Wengi huwa ni wapweke sana, hivyo wakiwa kwenye mahusiano huwa wanajihisi kuondokana na ile hali ya upweke. Wanajihisi kwamba wamepata company, Nishaanza kusema hapa. Hivyo wanaogopa kurudi kwenye upweke, ana hofu ya kuwa peke yake. Namba 2, ana moyo wa huruma. Una moyo wa huruma. Ukiona kila mara unapenda sana kupitiliza, hata kama ukijizuia vipi, ujue una moyo wa huruma, moyo mweupe sana, moyo ambao hauna kinyongo ndani yako. Namba 3, anaamini aliyepita ndiye mwenye matatizo. Hapa huwa unaamini, wanaamini wapenzi waliachana naye, mpenzi aliachana naye mwanzo ana matatizo, hivyo anarudisha ule moyo wa kupenda tena kwa mpenzi mpya aliyempata, akihisi atakuwa tofauti na yule wa mwanzo, kitu ambacho ni mistake, kosa kubwa sana. Namba 4, unapenda sana kufanyiwa mahaba. Ushaambiwa siku hizi hakuna mahaba na Mr. King, yaani kufurahia sana tendo ama ile hali ya kubebishana, ndio maana mahaba. Yaani kuna ile hali ile ya kuwa kwenye faragha, kubebishana, mara mmeongeana maneno haya mazuri, mama mfanye hivi, ile hali sasa ndio kuna watu ambao wanapenda sana ile hali. Sasa akiwa peke yake anaimisi sana ile hali, ndio chanzo cha kumfanya atamani kuwa kwenye mahusiano, na kisha kuwa kwenye mahusiano akakutana na mpenzi ambaye yupo vizuri kwenye hali ya kubebisha, inamfanya tena afungue roho yake, anakunja sura, anafungua roho. Muda wote utakuta ni mtu anayependa sana hali ya kufanywa mahaba. Sasa hiyo inapandikiza kwa ugonjwa, yaani hali ikijirudia inakuwa sawa ugonjwa. Na mwisho ni kwamba tuseme ni mdhaifu sana. Yes, tunafunguka na wewe hii ya mwisho. Sababu ya 5 ni wadhaifu sana. Mapenzi upofu, yes we know it, ila kiwarisia mapenzi yanakufanya kuwa dhaifu. Hiyo haipingwi. Na ukimwona mtu anapenda sana na kila wakati, hata kama ametoka kuumizwa, tambua mtu huyo ni dhaifu sana. Hawezi zuia hisia zake kabisa, hata kwa kujaribu hawezi. Hizo ni sababu 5 tulizoona ni muhimu kufunguka na wewe ujijue, kisha utajua namna ya kuepukana na hali hiyo.